Ebane na kwa vipi mwanahabari 254 na Fresh Podcast ndani ya gatuzi la Kilifi maeneo ya Malindi. Siku ya leo tunapiga longa za hapa na pale kuhusiana na kile ambacho tunachokita msongo wa mawazo. Na mara nyingi huwa wanasema kuwa katika ile hali ya kuzalisha maudhui kuna vigezo vitatu ambavyo mtu inafaa vizingatie. Ya kwanza, inafaa uwe na ujasiri wa nyegere, ujasiri ambao unakupeleka mbali kuhakikisha kuwa umedadavua mengi na kuwajuza wana ambao wanakufuatilia kwa karibu zaidi. Alafu nyingine pia inafaa uwe na bahati ya ngekewa. Ngekewa ni mnyama ambaye anapendwa na kila mtu ama wanyama wote kule msituni. Kwa hiyo kwa wale ambao wanafuatilia, wana subscribe, wana share na vile vile kulike, inamaanisha kuwa una bahati. Na vile vile kigezo cha mwisho ni ile hali ya kuwa na hasira za mnyama ambaye anajulikana kama mbogo. Kwa hiyo ni hasira ya kutengeza maudhui na kuweka ndio angalau wana wapate kuburudika. Kwa hiyo siku ya leo nataka kupiga longa za hapa na pale na mwanadada mpambanaji ambaye anajulikana kama Esther Maingi ndani ya gatuzi la Malindi. Tutakuwa tunaongelelea vitu vingi kuhusiana na msongo wa mawazo, na kuna video moja ambayo ina trend kwa kasi zaidi kwenye mitandao ya kijamii ya producer ambaye anajulikana kama Hanskana. Sasa Hanskana ameibua hisia mseto miongoni mwa wale ambao wanamfuatilia kwa karibu zaidi kwa kudai ya kuwa maskini haizi kuwa na depression au kile ambacho tunachokita msongo wa mawazo. Esther, karibu kwenye makala hizi. Ijapokuwa kile ambacho tunachokita introduction imekuwa ndefu zaidi. Imekuwa ndefu zaidi lakini kusikiza. Lakini imependeza sana, imefana. Umesema tukue na hasira za hasira za mbogo, sio? Mbogo. Mbogo ndio nyati. Mbogo ndio nyati. Lakini sasa, mbogo ana hasira kweli? Mbogo kuna tofauti kati ya mbogo na nyati. Kuna tofauti kati ya mbogo na nyati? Yes, kuna buffalo na kuna mwingine anaitwaje? Tutajaribu kutafuta tujue kitu kama hicho hali inakuaje. Sasa Esther, ningependa kujua kuna huyu producer ambaye anajulikana kama Hanskana. Hanskana namfahamu vizuri sana. Unamjua sio? Naam. Unamjua kivipi? Namjua ni producer, anafanya video, si ndio? Nimemwona amefanyia watu kadhaa Wasafi kule, nimeona kina Diamond nini, na anafanya kazi safi sana ikifika ni upande wa burudani. Namkubali sana. Okay. Naam. Ameibua hisia mseto miongoni mwa wale ambao wanamfuatilia kwa karibu zaidi. Anadai ya kuwa msongo wa mawazo ama kile ambacho tunachokita depression kwa lugha nyepesi ya Kiingereza ni changamoto ya watu matajiri. Unanielewa? Matajiri, unaona? Lakini maskini yeye yuko tu na changamoto za kifedha, unaona? Anaweza kuwa nakosa 1500, 10,000, 20,000 hivi, lakini sasa kisingizio chake kitakuwa ni nini? Akona depression. Unakutana naye alafu anakuambia bana, mimi niko na depression, niko na msongo wa mawazo na shida yangu ni kwamba nimekosa kitu kama 10,000 kodi ya nyumba ama shilingi 5,000 hivi za kuanzisha biashara, unaona? Ama biashara yendi, alafu anaanza kusema kuwa ni msongo wa mawazo. Sijui wewe hali kama hiyo unachukuliaje? Mimi ningependa kwanza nimuulize huyu Hanskana. Hanskana unaweza kudefine ama anajua msongo wa mawazo ni nini? Anajua msongo wa mawazo ni nini hasa? Nini usababisha? Naam. Kwa hivyo kulingana na mimi, msongo wa mawazo it's a disorder. Ni changamoto ya kiafya ambayo inaweza affect mtu yoyote yule. Afya ya kiakili, sio? Naam, ni afya ya kiakili. So inaweza affect mtu yoyote. Haichagui umri, haichagui kabila, haichagui social status, umaskini, utajiri. La. Mimi sikubali na pinga kabisa. Wewe umeshawaipata na msongo wa mawazo kweli? Sisema nimepatwa na msongo wa mawazo. Lakini pengine stress ni kawaida. Watu wengi wanapata stress. Kwa hiyo sasa kuna tofauti gani kati ya stress na msongo wa mawazo? Okay, acha niseme stress na depression. Depression. Sasa depression ndio msongo wa mawazo, sio? Naam. Sasa stress inaweza sababisha msongo wa mawazo. Ina maana kuwa hii stress, vile wewe utahandle ile time yako ambayo umepata stress, ndio inaweza kukusababisha uweze ukapata msongo wa mawazo. Yaani stress ikipitiliza inasababisha msongo wa mawazo. Naam. Na kuna mtu yeyote ambaye unamjua ambapo ana changamoto kama hizi ama ameshawaipitia hali hii? Kuna mtu ambaye nimewahi kuwa pamoja na yeye, na tena ni mtu wa karibu sana, na alikuwa na ile changamoto, alikuwa na depression. Na nikaweza kubaini kweli depression niseme ni nini? It's real.
It is real. Ni real, yani ni real na ni changamoto ambayo sijui ieleze vipi. Manake nikikutajia tu kidogo vitu ambavyo alikuwa anafanya, unakuta mtu anajiongelesha. Anaona vitu ambavyo sisi wenyewe tuvioni, anaweza kwambia anaongea na mtu akiangalia hivyo, ukiangalia hakuna mtu unamuona. Ana mazungumzo na nafsi yake. Lakini anafanya mazungumzo na hata anacheka na ana communicate. Yani ile namna ambao unajua mtu alikuwa anaishi hivi, fikira zake kidogo unaona zimechallengeika. So unaona hatua zenye anafanya ama actions and reactions zake kwa mambo fulani unaona si ya kawaida. Naam. Unajua Hans Kala alikuwa anajaribu kusema kuwa watu ambao wanaweza kuwa na msongo wa mawazo ni kama matajiri, unaona? Alikuwa analinganisha na mwanamuziki fulani ambaye anajulikana kama Justin Bieber. Lakini anasema kuwa hao watu wa kawaida yao huwa si msongo wa mawazo, ni kama changamoto za kifedha hivi. Sema kwa mfano nakutana na mtu alafu anakuambia mimi nahitaji kitu kama shilingi 10,000 hivi nifanyie shughuli fulani 1 2 3 lakini sijapata. Ndio kwa maana nimecharuka kimawazo, unaona? Ametetereka kimawazo. Lakini sasa mimi naye naweza kubaliana na yeye kwa njia moja au nyingine. Naweza kubaliana na yeye kwa kitu kama 40% hivi. Kisa na maana kuna watu wengine unaweza pata kama nyinyi washikaji, unaona? Alafu upate kama mtu amepotea kwa muda fulani, then baadaye mnakutana, unaona? Jambo la kwanza nakwambia bwana, mimi kuna jinsi kimawazo siko sawa, niko na msongo wa mawazo na niko na changamoto. Alafu namuuliza inakuaje issue nzima? Anakuambia bwana, nimekosa tu kitu kama shilingi 10,000 ama 100,000 hivi nianzishe biashara ama niende nilipe fee, unaona, ama nauli ya kwenda sehemu fulani. Ukishampatia unaona kama jamaa anachangamka. Anasema yuko sawa? Sawa. Anapona. Alafu tena next time mkikutana the same story. Sasa inageuka kuwa hadithi za Alinacha, unaona? Ambapo mtu anakuambia hivi, next time mkikutana anakuambia tena bwana niko na stress hivi na hivi na hivi. Unaona? Sasa mtu pengine hajui kutofautisha kati ya stress na depression. Kwa sababu unakuta mara mingi mtu ambaye ako na depression hata huwa asemi ako na depression, nyinyi ndio mnamuona kwa sababu unaangalia zile jinsi anavyofanya mambo, jinsi anavyoishi maisha yake. Yani unaona mahusiano yake na watu. Wewe mwenye uko kando wewe ndio utaweza kufahamu huyu mtu ni kweli anapitia. Hata hahitaji kuanza kujieleza aseme mimi niko na depression ama nini. Wewe unavojua mtu vizuri. Pengine umeishi na yeye, umekuwa unajua tabia zake nini. Then mara kidogo hivi unaanza kumuona ameanza kuwa mlevi, ameanza kukua anajitenga na watu, unaona? Anataka akae peke yake. Ama anashikwa na hasira kila wakati, anataka hata kupiga mtu. Sasa unaona? Ama anakasirishwa tu na jambo kidogo sana ambayo pengine mlikuwa mnafanya tu mazungumzo kawaida, alafu kitu kimoja tu ikakoseka. Kuona ameshikwa na hasira mpaka inakuwa ni vita. Unacheki? Kwa hiyo inamaanisha kuwa wewe haukubaliani na Hans Kana ya kuwa sikubaliani naye kabisa. Depression ya matajiri. Hapana, depression inashika mtu yoyote yule. Inaweza kumpata mtu yoyote yule. Awe tajiri, awe ni mtoto, ni mchanga ama ni mzee. Yani haichagui tabaka, haichagui kabila, haichagui yani your social status. Your social status. Unajua nimepiga tu story na wewe. Kama mtu wa kawaida, kwa maana wewe ni mwanahabari. Lakini si mtaalamu wa mambo na depression na stress. Lakini jinsi umenielezea, kwa maana kuna watu wengi ambao umesha interact nao ambao wako kwenye hali hiyo ya msongo mawazo. Sasa viashiria, yani vile vitu ambavyo vinakuonyesha kuwa huyu mtu kimawazo hayuko sawa. Hivyo viashiria vinaweza kuwa kama nini na nini? Kama tu nilivyosema. Unaweza angalia mtu anavyofanya jambo. Pengine mahusiano yake na wale watu ambao wako karibu nao, ama hata na jamii kwa ujumla. Jinsi anavyoishi maisha yake mwenyewe. Pengine alikuwa ni mtu ni mtu smart, yani
ana clad vizuri anapiga pamba. Anapiga pamba lakini kidogo unaona ameanza kujiachilia uchafu nini, lakini yeye haoni hayo, yako tu sawa. Unamkumbusha leo mbona hujachana nywele? Yani ni mtu alikuwa unamshanga mbona huja shave. So mahusiano bila anazungumza na watu. Anazungumza vipi? Nakuta pengine alikuwa mtu mpole nini, ametulia, mnaweza mkaa chini make conversation. Lakini sasa imefikia kiwango you cannot even you cannot converse with this person. Anapiga kelele, ana shout, anashikwa na hasira, pengine katikati ya mazungumzo anataka ibadilike ikuwe vita. Yani vitu kidogo kidogo inamkasirisha, ama mwingine hata anajitenga, unakuta ana spend time yake peke yake kabisa, hataki uhusiano na hataki kukaribiwa na mtu. Analala pengine masaa mengi, unaona. Hizo tu ni baadhi ya vitu. Na ile hali ya mtu kuungana na nafsi yake kila wakati. Anajizungumzia, unaweza mkuta pia anajizungumzia. Kwa ajili wana saikolojia wanasema kuwa ukipata kama kuna mtu ambaye mara nyingi huwa anapenda kuungana na nafsi yake, au ni watu intelligent, ni watu ambao wako na akili sana. Unaona, huwa anasema. Sasa hivyo ndo vile mambo yalivyo. Sasa bwana, nimesemezana na mwanadada mpambanaji ambaye anajulikana kama Esther. Sasa kwenye mitandao ya kijamii unaweza mfuatilia kwa karibu zaidi kama Esther Maingi Official, mtandao wa Facebook. Pale YouTube wako na channels 2 ambazo zinakuwa kwa kasi zaidi, Fresh Podcast na Shampoos Media. Na vile vile kwenye himaya yetu ya habari 254 Bonga Tube Media, achia mbali simulizi KE. Hatuna budi kukuambia kuwa uzidi kusubscribe, kufollow na vile vile kulike. Na ukiwa kule magetoni, vijiweni na mitaani, usisahau kuwajuza wana kuhusiana na channel 3 ambazo zinakuwa kwa kasi zaidi, habari 254 Shampoos Media, achia mbali simulizi KE. Shukran jidan, marhab, habib, tunawapenda zaidi.